Bwega sana kairi muridhire wa Meru TV tukwina mbere kwa twecho kagira na ikagita kana twina mbere kwa tukirithagiria mantu makoneni na kithomo ithari ria muthia ara twina mbere kuigwa tukimurika mantu mwanya makoneni na kithomo na emuthi tuwe Jumatano twina ageni ba mwanya kana ndina mugeni wa mwanya ndene studio ra tukaina mbere kwa tukirithagiria mantu mwanya maigeni na chukuru ya Embu College tukaina mbere kwa tukimenya mantu maingi na twina mbere kwa tukimenyaga ukiendaga mwana wakwe wake wata kithomo kiriguru mwana wakwe thina mbere kwa akiwata kithomo kireka ina mbere kwa kimutethagire maishani aomba ukiwata nara Embu College na ikyo gitumi twina mugeni kuma nara chukuru ya Embu College kengwa kaina mbere kwa gitwereza mantu nkuruki twina mbere kwa tukimenyaga maige Embu College. Karibu sana madam. Asante. Habari ya asubuhi? Nzuri sana, habari yako? Niko salama kabisa, nashukuru. Wazi bila wasiwasi naendelea vyema. Karibu sana. Salimia mtazamaji wetu, tutatuambia jina lako alafu tuweze kuendelea vizuri. Haya. Good morning. Kwa majina naitwa Grace Waithera, nafanya kazi Embu College. I'm part of the marketing team. Pia I'm part of the administration where we get to register wanafunzi ambao wanaingia kutoka form 4 waje wasome some of our technical courses. Nimetoka shule kubwa sana ambayo inaitwa Embu College ambayo ilianzilishwa mwaka wa 1995 na chairman anaitwa Kithenji Kirago. And we have 8 schools with an honorary mention ya course inaitwa caregiver. Labda utaniruhusu nizitaje? Tutazitaya tu kwa mbele, haina shida. Shukrani sana na kwanza niwapongeze kwa sababu ya kazi nzuri ambayo mnafanya pale Embu College kwa sababu tumeona wanafunzi wakitoka pale Embu College hawaendi kutapakaa huku nje kutafuta kazi nini sijui kama mnakuwa mmepanga lakini utatueleza yoyote. Yule anatutazama angependa kujua Embu College. Wakati tunasema Embu College tunasemea nini? What is all about tunaposema Embu College na labda ni courses gani ambazo mnapeana pale Embu College? Okay. Kama nilivyotaja hapa awali, we are a TVET institution, we are a private TVET institution. Tulianzilishwa 1995 na mzee anaitwa chairman Kithenji Kirago. And we have 8 schools na an honorary mention ya course inaitwa caregiver. So shule ni hizi, kuna School of Education, kuna School of Accounting and Business, kuna School of ICT, kuna School of Cosmetology, yani hairdressing and beauty therapy, kuna School of Hospitality and Social Sciences, huko utapata kuna mambo ya food and beverage production, catering and accommodation, tourism na social work. Kuna School of Journalism and Media Studies, kwa mtu yote ambaye anatuangalia kwa TV na anaweza taka kuwa kama wewe, anaweza jiunga na Embu College afanye journalism ama public relations. Kuna School of Engineering, hapo kuna ufundi wa stima, kuna ufundi wa magari, kuna plumbing na kuna building technology yani ujenzi wa manyumba. Na mwisho kabisa ningependa kutaja kuwa tuko na course mpya ambayo inaitwa caregiving. Tulianzisha last year and it's a, let's say it's a school of its own or it's a course of its own, it's not under any other school. Ndio. Shukrani sana. Na labda mnachukua grading gani kuingia shule? So we have 3 levels of education at Embu College. Kuna artisan, tunachukua mwanafunzi yote ambaye amaliza form 4 haijalishi ni grade gani alipata. Kuna certificate tunachukua na D+ na D. Then kuna diploma tunachukua na C- kwenda juu. Lakini kama unataka kupursue course education, that is diploma in teacher education, primary and primary option, we are taking either C plain kwenda juu. Wow, that's very nice. And how do you help students select courses at Embu College? Mwanafunzi akija Embu College anapatana na sisi pale reception, marketing na administration. Huwa kwanza tunauliza mwanafunzi what were your interests? Ulipomaliza form 4 ulitaka kuwa nini? Then I also check ulipata nini KCSE? Maybe you are good at math. You wanted to do something with from the School of Business, naweza kukurekomendia something like banking and finance or accounting. Because naona already hutapotea kwa hesabu. Maybe you are good in physics. Naweza kukurekomendia kitu kama stima. Maybe already ulikuja kama unajua kufix bulb pale nyumbani. Ama uko na interest sana ya magari, unaweza taka kuadvance hiyo skill. So naweza kukurekomendia automotive engineering. So really, first we check your interests, then we proceed to check your grade, so that we can give you a recommendation from our array of courses. Unaweza kuchagua kutoka hapo. Wow, nice. And maybe apart from classroom work, how do you support a student? Okay. Asante kwa hilo swali. So basically, what we do
throughout the semester we expose our students to industry level seminars and conferences. Unaweza pata kuna kongamano mahali la certain professionals. Kama juzi tuliweza kupeleka wanafunzi wetu wa supply chain wapatane na wengine wa supply chain from other big universities. Wafanye ku network, kuongea, kudiscuss some of the problems they go through in class. Waweze kukutana na some of the industry makers wa network, wajue internships zinapatikana wapi. We also invite some of those speakers waje shule waongee na wanafunzi wetu. If you check our social media utaona last year we called a chef from Dubai aje aongee na wanafunzi wa hospitality. Awaelezee nini kinahitajika ili uweze kuwa mpishi katika hizi hoteli kubwa kubwa ambazo ziko nje ya nchi. So we expose our students to industry level connections. We also foster our students. Mtu asikae tu kwa darasa peke yake, aweze kutoka huko nje through our clubs and societies, aweze kukutana na wanafunzi wa shule zingine na aweze pia kujitafutia kazi kwa these different organizations ambazo ziko. Ndio. Naam. Kumekuwa na shida ya kazi sana haswa kwa vijana. Wakati wanamaliza shule unapata kijana anatoka nje anakaa huko, unapata wengine wamejiingiza kwa mambo ambayo hata hajaeleweki. Sasa sijui shule letu linasaidia vipi vijana kupata kazi? Shule letu inasaidia vipi vijana wanapotoka pale shuleni? Haya, aside from exposing them to this industry level seminars ambazo wanaweza kunetwork na wajisaidie, we also teach technical courses. Na ukitoka Embu College na certificate ama diploma ama artisan yako, utatoka na practical skills. So hutakaa tu nyumbani ukingoja formal employment. You yourself can create a job opportunity for yourself. You can be contracted kutengenezea watu stima kwa manyumba zao, ama kufanya kazi ya plumbing and taking care of their sanitation needs kwa manyumba. Unaweza kama umefanya cosmetology, unaweza songa watu nywele ama kuwapaka makeup ama kuwatengeneza kucha. Si lazima uajiriwe kwa salon ya mtu. You can be a mobile cosmetologist. Unaenda kwa manyumba za watu, ni wewe una provide hizo services. If you're a caregiver, si lazima uajiriwe na hospitali. You can just jitengenezea a business card, then announce on social media that these are the services you offer, this is your skill, and you can be a personal caregiver to someone. So si lazima ungoje employment ukifanya technical course. You can go out there, you brush your skills, na unapata unajiajiri, unaweza kufanya kazi. Kwa hivyo ni kumaanisha unapotoka Embu College, unatoka hata kama hutaajiliwa ile kazi umesomea, utajiajiri tu. Utajiajiri, na kuna wengi sana. In fact, unapata mmoja alitoka certificate akienda diploma. Kwanza alikuamilia kwa certificate because aliweza kujiajiri. So alienda kutafuta pesa kwanza, then anakuja kuendelea na masomo baadaye. Hakukaa nyumbani akingoja kazi ijilete. Shukrani sana. Kumekuwa na shida ya kimawazo sana kwa wanafunzi. Unapata wanafunzi wengi wanasongwa na mawazo, kuna hizo mental health, whatever. I don't know how are you addressing this issue, mental health pale shule? Thank you for that very important question. Embu College, you have a specific office ya guidance and counseling. Kuna one of our colleagues anaitwa Reverend Lily. She's a guidance and counselor person. Basically what she does is she offers guidance and counseling to our students throughout the week, Monday to Friday. So ukienda kwake, not just to the students, to the staff as well. Ukienda kwake una shida fulani ambayo huwezi share na your colleagues ama your classmates ama huwezi share na mzazi, you can talk to her and she's very independent and confidential. You can tell her anything yenye inakusumbua. Inaweza kuwa ni school fees, inaweza kuwa ni mambo ya kifamilia. You can discuss your issues with her and she's open and willing to listen to you. Kando yake kuna ofisi ya the chaplain who does the same work. She's also offering guidance and counseling to our students. Lastly, we have a class every semester ambayo the same guidance and counselor teacher who ana train wanafunzi kuwa peer counselors. So if in case she's not there, kuna wanafunzi ambao dedicated Embu College wanaweza offer those services za guidance and counseling. Moreover, tunakuanga na, let's say, kunakuwa na assembly kila Monday yenye we offer spiritual nourishment to the students. So hata ukishindwa kuingia kwa counselor, unaweza kuja tukaongea na wewe, tukaomba na wewe during the assembly. We give you guidance, tunakuongelesha kuhusu your career na mambo yanakuwa sawa. Asante. Okay, asante kwa hilo. Tunapoendelea kuna swali nimeona hapa, mtu anauliza kwamba kama mtu anataka kuanza biashara yake, mnaweza msaidia vipi pale shule?
So ita depend first ni biashara ina gani na umekuja Embu College kusoma course gani. But since we are a large community, we have over 1,200 students na kuna members of staff. If your business idea is viable, unakuja unatueleza pale reception, and then sisi tukisikia mtu yote anahitaji services from your business, inalingana ni biashara gani. Maybe unauza, unaweza kuzia watu shule, tunakuruhusu uuze nje. Na hata kama ni services una provide, tunakuruhusu unaweka poster zako ndani ya shule, unatangaza biashara yako. That way you can get clients from our school na pia outside. Kuna labda mpango huwa mnafanya kuhakikisha kwamba mnafuatilia mwanafunzi anapotoka pale shuleni, maisha yanaendelea vipi? Well, we have social media platforms and specifically we have a Facebook group ya alumni. We encourage wale wanafunzi ambao walikuwa Embu College waweze kujoin so that wanaweza kupost, wanaweza kuongea na sisi, wanaweza kutujulisha ni mashida gani yako nayo. Although most of them what they do is they post about their successes so that they're able to encourage someone who wants to come to Embu College. Pata mtu anasema nilifanya ECD Embu College kitambo and right now I'm a director in a certain school. So mwanafunzi anataka kufanya education, akiona kitu kama hiyo anasema wow, this is someone I can connect with and this is a place I can go to ndio nipate skills za kunipeleka mahali. Ndio. Asante sana. Na labda why Embu College? Yule mtu anatazama pale angependa kujua kwa nini ni Embu College? Kwa nini asichague shule nyingine yoyote ile? We take pride in our student to trainer ratio. Utapata kuna class iko na wanafunzi hawasi wengi na wanatoshana na trainer. Kuna class moja niliweza kuattend like physically kujionea ni automotive engineering. The students were like, it was an artisan class. The students were less than 20 but they had two trainers. Unaona wanagawanywa into two groups. So kila group iko na mwalimu wake. Huwezi sema ati yule mwanafunzi amekosa attention ya mwalimu. Mwalimu ako hapo anaona kile anafanya, anaweza kukuguide na anaweza kukukosoa. That also means wakati wa kufanya mtihani, someone who is willing to go through your work properly anaweza kukumakia kazi yako vizuri, anakuwekea marks vile inafaa. Ikifika ni kufanya mitihani ya NEC na ya NITA, huyo mwalimu anakuja a week before, mnaweza kufanya revision. So si mtu ambaye atakuachilia tu hivyo. Another thing that we offer at Embu College that is very crucial is when our students get to go for attachment. Tunakuwatumianga assessment. Ama kuna mwalimu anakuja kuassess progress yako. So unapoenda internship, na haijalishi unaenda wapi. Unaweza kuwa unaenda Mombasa, unaenda Malindi, unaenda Meru, unaenda Nanyuki. There will be a teacher assigned to you to come and assess your work. Na aone jinsi ambavyo unafanya kazi kama ndivyo ulifundishwa Embu College ama unafanya mambo yako, na ataweza pia kukukosoa, ataweza pia kujua performance yako kutoka kwa yule ambaye amekuajiri. So we are with you from the day una join Embu College to the day ambayo unamaliza kusoma. We are with you. Upande wa malipo, we are not very expensive and we also allow you to pay your school fees in installments provided you communicate with us that you're having financial problems ama unaweza taka some more time ya kulipa school fees. We are very understanding. Sisi si wale ambao tunakufukuza shule kama umecommunicate ya kwamba utachelewa kulipa school fees. So we are with you kutoka siku ya kuingia hadi siku ya kufunga. Na anything that happens in school, we also able to inform your parent ili awe anajua, siishi kwa giza, anajua nini kinaendelea na mwanafunzi wake shule. Kuna hili swala la karo ambao nimeliguzia. Sijui kama mko na mpango mahali mkuhakikisha kwamba hata kama huyo mwanafunzi hajalipa karo ataendelea kusoma tu, ili swala mtaliangalia baadaye, ama labda kutafuta namna ambavyo huyo mwanafunzi ataweza kuendelea na masomo yake? So within the first 4 weeks of the semester, wanafunzi huwa wanafanya registration. Ule anaona kabisa hataweza kulipa hiyo karo, what we advise you to do is come and defer the semester. When you defer the semester, even if you paid something, haitapotea. Itabaki tu kwa account yako ya shule, then you can proceed to go maybe hustle ama enda uongea na mzazi, atakwambia ile siku utarudi. Then when you come back, you can proceed with your studies mahali uliachia, na school fees utaweza kulipa. Ama ikiwa unaweza jicommit, there's also a form of commitment. Unaandika na barua, unasema per month I can be able to pay this amount of money. If you calculate na tuone itatosha ile utaweza kusoma na hiyo semester, utaandika barua tu, ujicommit kwa unalipa hata kama ni 5,000 kila mwezi, pesa yako inatosha towards the end of the semester, na unakalia end of semester na hiyo semester inaisha hivyo. Asante. And how do you ensure that discipline imewekwa vizuri kwa wanafunzi pale shuleni?
We have a student council. Na student council yetu ni kubwa. Ina president, deputy president, kuna wale ambao wanaangalia hostel, kuna upande wa michezo, kuna per school, kuna mtu ambaye ana represent wanafunzi per school. Na hao ndio tunatumia sana sana kama administration kupitisha ujumbe wa the administration ama what we are looking forward for the students to do to the students. Tunatumia student council. Pia wanafunzi wakiingia the second week wanapatiangwa orientation. And today they get to meet members of the staff, they get to meet the entire fraternity from the principal, the deputy, the registrar, they get to meet their trainers, the dean of students ambaye akona session na wao. Na kuna vijikaratasi huwa wanapatiwa ambazo zimeandikwa rules and regulations za shule. Na huwa pia zimeandikwa pale kwa mlango ukiingia shule. So you cannot miss to know what actually goes on in Embu College. And due to that, hata ukienda mahali kama drama festival ama music festival, utapata wanafunzi wetu are very disciplined. Wanajikaa because of how we've instilled those rules and regulations in them kutoka siku ambayo wameingia college hata wakiendelea na masomo. Ndio. All right. And let's say for example, job opportunity has arisen pale shule. Do you consider the students maybe when you umemaliza hapo, maybe when you wako pale shule? You'd be surprised to know that a good number of our staff wanakuanga ni alumni wa Embu College. So we do consider wanafunzi wetu because ni sisi tuliwasomesha. Na ukiwa umepita mitihani yako ya NEC, we can see that you went through your classes, ulifanya mitihani, you are serious with your education. So if there is an internship opportunity ama kama kuna kazi, tuna encourage ulete CV yako. Then kama kuna interview utaitwa, ukipita interview utaitwa kazi. But a good number of them wana wakiapply kwingine na pia wanapata. Ibwega murithiri wa Meru TV tuthite na mbere kwa tukerageria mantu makone na cukuru ya Embu College. Cukuru ino cukuru yethiretwe kina mbere kwigua igikuraga na rate iri iguru muno kana igikuraga sana. Cukuru yethiretwe kina mbere kwigua kirutaga njorua kiri mantu mwanya mwanya. Na ukiendaga mwana wa kwethi na mbere kwigua kithomaga bwega, ukienda mwana wa kwethi na mbere kwa kiwatagira kithomo kia iguru, ukienda mwana wa kwatika thia kwanganga na gugu ali kicukuru gugu na mwana muji muiriara Embu College na akaina mbere kwigua gitungatagiro bwega, akaina mbere kwigua akiwata kithomo kiega na ikengo mantu mathina mbere kwigua magikaraga bwega. Madam, kuna swala muhimu sana ambalo umelizungumzia, mambo na co-curricular activities. Unajua kuna baadhi ya wanafunzi ambao husema mimi siwezi enda ile shule waendangi drama kwa sababu kuna shule utapata wao ni masomo tu. So ni njia gani ama mnatumia vipi shule yenu kukuza talanta za wanafunzi? So kuna co-curricular activities kadhaa. There are several clubs and societies in Embu College. Kuna Red Cross, kuna St. John's, kuna Scouts, kuna YCS, kuna CU. YCS actually they usually go to mass kila Sunday. Wanaenda different places wanaongoza mass. So kama una talanta ya kuimba, unaweza join kwa ya YCS ukaenda ukawa unaimba na wao. Kuna drama festival na kuna music festival. We also participate in different shows. Kama sasa last month tulijipata tuko kwenye show, Embu ASK Embu show, ambao tuliweza kuexhibit some of the innovation ya engineering. Walikuwa wametengeneza ile inaitwa alarm system. So hiyo School of Engineering waliweza kuenda nayo huko na wakaexhibit na wakaonesha watu jinsi ambavyo waliitengeneza. So there are so many co-curricular activities ambazo unaweza participate kwa zenye Embu College. Na pia tukisikia other opportunities zinatokea kwa community, unaweza sikia kama kuna seminar imeoferiwa na county government ama kuna group of NGOs zina offer seminar, huwa tunachukua wanafunzi wetu na tunawapeleka so that we can give them that industry level exposure. Wanafunzi akija kupata kazi ama akija kumaliza atafute kazi huwa kwami. Akona certificates from different seminars, akona certificates from the co-curricular activities ambazo zimekuwa zikiendelea shule. Ndio. Shukrani sana. Na labda mambo na pesa za kulipia shule. Sijui kama mnakubali hizo zinatoka kwa national government, hizo za kusomesha wanafunzi, sijui kama zinafika vizuri shuleni kwa sababu kuna changamoto imekuwa sana kwa mashule. Kweli. Unfortunately, the government has not started giving out help to private institutions. However, we do receive bursaries. So
ukienda kwa hiyo area MP umwambie unataka ufadhili wa kusoma, ujaze basari na upatiwe hiyo check, unaweza leta shule ukasoma nayo. In fact, there are so many students ambao wanalipa school fees na basari. Na CDF pia. Na pia ukipata sponsor, tuseme an NGO that wants to sponsor you usomea Embu College, as long as anaandika check, you can bring it to school na uweze kusoma nayo. Ndio. Shukran sana. Labda ni hakikisho gani ungependa kuambia ambao mnatutazama kwa sasa, labda wale ambao wanajipanga kuja pale shuleni, ni hakikisho gani ungependa kuambia? Mwanzo, we are here for you. Sisi tuko kazi kila siku kutoka saa 2 hadi 5, Monday to Friday, na Saturday pia tuko kazi. In case unataka kuongea na sisi, naweza maybe pena namba za simu. No problem, yeah. Namba yetu ya simu ni 0721 152 709 ama 0741 871 257. Hizo namba mbili mweza kuzipiga simu ama kuzitext WhatsApp. WhatsApp we are readily available. Unaweza pata mwanafunzi na maswali mengi hata hajui atachagua course gani. Tuongeleshe WhatsApp. Unaweza pia tembelea tovuti yetu www.embucollege.ac.ke. Pale utapata courses zetu na uweze kugenerate barua yako itumwe kwa email. Kitu tu utafanya ni kupitia barua yako na kureport. We are here for you. Walimu wako ready kukufunza. As I said, we have a very small student to trainer ratio, so hautakwama na masaa yote uko na maswali. Lecturers wako shule mpaka Saturdays in the morning. Unaweza pata watakujibu maswali, watakuguide, so we are here for you. Sisi kama shule ya Embu College, we promise tunakuprovidea industry level education, tutakuexpose kwa industry makers na tuta make sure ya kwamba umepata kazi na umepata masomo mazuri ambayo atakupatia skills to go places. Ndio. Shukran. Kuna mtu labda hata ajui Embu College iko wapi, kwa hivyo ni vizuri tupe directions ndo wale wanatutazama wajue shule iko wapi haswa. Okay, we are located along the Embu Meru Highway, 200 meters from the Embu County Assembly offices. Ukifika Embu town tu unaweza ulizia directions ama upande bodaboda, uambiwa kuleta Embu College. You're not very far from town. In fact, ni walking distance, na ukija pale utakuta gateman, utamueleza unataka kujiunga na sisi, atakudirect reception na utatukuta pale, tutaweza kusaidia. In around 15 minutes you'll have your admission letter. Uweze kurudi nayo nyumbani, we discuss na mzazi na utaweza kujiunga na sisi. Ndio. Haya. Labda fee structure yenu ikoaje? Well, it usually varies from school to school, lakini normally the least you can pay is around 15,000. The most, kama unafanya ile course inaitwa tourism yenye inahitaji mtembee sana Kenya, unapata unalipa 33,000. Ndio. Na hii ya kutembea, kwa hivyo wanafunzi wanatembea Kenya? Ni ukweli kama actually no, it is this semester. They took a trip, a 4-day trip, walienda Mombasa. Walizunguka Mombasa na Malindi, they went through all the historical sites ziko Mombasa. So mtu anafanya tourism anaoneshwa vile ambavyo hii kazi ya tour guiding inafanywa. Ndio. Na mko na ushirikiano wote ule na serikali? Na kama mko na ushirikiano, serikali imewasaidia vipi kukua kama shule? Well, so far, as I said, the government is not really empowering private institutions because they want their students to join their schools. Lakini wanafunzi ni wengi wamaliza form 4, si wote wataenda kwa serikali. So kwa sasa we don't have any association with them. However, some of our students who wanatafuta attachments na internships kwa county governments, na kuna hao ambao wameajiriwa sahi, kuna wenye wako KSG, kuna wale wako county government. Ufadhili labda niseme, maybe they should consider us wakipeana help. Hata kama watatupatia yote, wa subsidize kidogo, watupatie something so that all students who would like to join Embu College waweze kuingia, because at the end of the day the goal is to study. Haijalishi kama ataenda private ama public. Ndio. Asante. Labda pale mitandaoni Facebook, mtu akitaka kuangalia zile courses mna offer, sijui kama mko na page yenu ambapo mtu anaweza tembea kidogo angalie kwa namna gani? We have a very huge platform on Facebook. A Facebook page inaitwa Embu College. It's the only one there. Pia kuna groups za Embu College ambazo ni sisi tuna manage. So unaweza ingia Facebook Embu College, ututafute pale. Tuko pia Instagram under the same name Embu College. Na tuko TikTok Embu College EC. Kwa mitandao yetu yote we usually update what is going on. So kama uko curious kuhusu Embu College,
You can go there upate all activities zile tunafanya, zile courses zote ambazo tuna offer. Na pia kuna website yetu ambayo nilitaja hapo awali, www.embucollege.ac.ke. Pale pia unaweza kututafuta ukaona zile courses ambazo tuna offer. You can read some of our articles, uone some of the activities ambazo wanafunzi wamekuwa wakifanya throughout the semester. Ndio. Shukran. Labda kuna mwanafunzi labda hapendi sana kukaa nje ya shule. Sasa sijui kama hapa kwetu kuna hostels ambapo wanafunzi wanaweza kaa ndani ya shule wakifanya masomo yao ama iko namna gani? We do offer hostels, lakini ndani ya shule ni hostels za wasichana peke yake. Boys and girls cannot stay together. Kuna hostels zetu bado ambazo ziko nje ya shule. They are still run and managed by Embu College. So you can decide kama wewe ni msichana ukae ndani, ukae nje, na kama wewe ni mvulana utakaa nje kwa hostels zetu. They usually shared, but we provide kitanda, na mattress, kuna maji na kuna stima. So you come with your other amenities, your beddings, na kama ungetaka kujipikia unaweza jipikia, lakini hizi hostel zetu za ndani za wasichana they are not self catering. Utakula kwa cafeteria ama unaweza amua kule nje ya shule. But we have accommodation, na hata mkaamua kuja wengi in the thousands, we'll still find a place for you to sleep. Ndio. Na about the security, usalama security iko tight. Hostel zote ziko na guard, na pia ukiingia pale Embu College lazima ujitambulisha kwa gateman, na utatueleza wewe ni nani, unataka usaidizi upi. Ndio. Maybe let me just ask this question. In the next 5 years, Embu College mtakuwa wapi? The next 5 years we're hoping to be the leading TTC in Embu College. As I mentioned, we have a program that is called Diploma in Teacher Education. That is a pre-primary and primary option. What the government did, wali join early childhood education na primary education ikawa ni course moja. Sababu requirements ni the same. Requirements na mean grade ni the same. So kwa sasa hiyo program that tuna offer Embu College, and we are in the next 5 years we are looking to be the biggest TTC in Embu, and even in the eastern region, offering quality education. As I said, student to teacher ratio iko chini, kwa hivyo utapata mwanafunzi anapata all the attention ya mwalimu. So we are looking to be bigger. We are looking to have to build a complex where we can offer more courses. We're looking to branch out to leta courses zingine za serikali kwa shule yetu, sio education peke yake. We are looking to have alumni who are big people in society. Hata saa bado wako, lakini we are looking to add more alumni into the market who are big people, who are industry makers. Embu College will definitely give us skills to go places, and in the next 5 years we will be named to reckon with in the whole of the country. Wow, I love that. Are you planning to open maybe some other branches in other counties? Maybe? Kwa sasa, I've not heard of such plans. Right. However, we are currently an Odell Center, an open distance and e-learning center for a university called Presbyterian University of East Africa that is located in Kikuyu. And we are offering some of their courses here. So, labda tuseme shule iki-expand, wanafunzi wakose kutoshea, we can open a different branch somewhere so that we can have more students coming in. Ndio. Maybe exam bodies? Wanafanya bodies gani pale shule? Kuna NEC, kuna NITA. KASNEB kwa sasa ziko on hold, but those courses were there. They are not on hold because of kutaka kwetu. That is something to do with the government, lakini we are hoping zitarudi. Ndio. Okay, yeah. Asante sana. Kuna part-time classes maybe? Kwa hapo awali nimetaja tuko na an Odell Center. So utapata hizo courses za Presbyterian University of East Africa. Some of them are offered on an open distance term. Yani mimi niko hapa ama niko kazini, lakini nataka kusoma something like counseling psychology. Nitakuja Embu College nifanye registration, then mimi na mwalimu wangu tutamake arrangements vile ambavyo atakuwa ananitumia notes na vile ambavyo nitakuwa nafanya cut. Then wakati wa mtihani nakuja Embu College nakalia mtihani, then ninarudi kazini, then towards the end of my course nikimaliza ninakuja nina graduate. Ndio. Hiyo ni mzuri. Sasa wanafunzi wako nyumbani na kuna wale ambao wana mipango ya kwenda shuleni mwezi wa 5 shule zikifunguliwa. Kwa hivyo ningependa uangalie hiyo kamera, uombe wazazi wape watoto kwa sababu wako nyumbani, na kwa nini wawape watoto. Nilivyosema, we are an institution ambayo ilianza 1995, kumaanisha we have been molding futures for the past 30 years. Ukitupatia mtoto wako tunakuhakikishia atasoma.
Communication yote ambayo inahitajika kufanyika between mzazi na mwanafunzi, sisi wenyewe kama administration ya Embu College tutakutafuta mzazi. Pili, malipo yetu ukiona kwamba una invest kwa future ya mwanafunzi wako, school fees yetu si ya pesa nyingi. Na kitu cha tatu ni sio vizuri mwanafunzi kama hajapata grade ya kuingia university akae nyumbani hana kitu ya kufanya. Mlete Embu College, you have so many courses ambazo mwanafunzi anaweza kujichagulia afanye na awe mtu. Kuna artisan inayoanza na ama mwanafunzi yote alimaliza high school anaweza fanya artisan course, certificate ni D na D+ na diploma ni C- kwenda juu. Mwanafunzi wako asikae nyumbani hana kitu ya kufanya na anaweza jiunga na Embu College na akasoma. Education is the key. Usiwahi kaa nyumbani kwa na skill ya kufanya kitu lakini you don't have the papers to back your skill. Kwa hivyo kuja Embu College, come look for a course, kuja tusome, and we look forward to molding your future na tuone ukiwa mtu mkubwa hapo mbeleni. Ndio. Aha, shukran sana kwebegero muthikiri wa Meru TV. Wewe na mwana waku naramuji mweru etano mwana akithi cukuru kana naroba ngite kwa mwana cukuru tabathari ira mwana waku Embu College kengwa kaina mbere kwegwa kiwata kithomo kira gikobatra. What advice would you give to young people watching this program this morning? Uko hapa unanitizama na uko nyumbani umemaliza form 4 but hujaweza kujiunga na tertiary institution. Education is the key. Let no one lie to you that you don't need papers, ati siku hizi unaweza jihaslia. It is true, but at the end of the day, education shows that you are a versatile person. Ulikuwa darasani, ukasoma, ukapata skills na ukaweza kuja huku nje kutafuta kazi. So enjoy Embu College, come look for a course. Hutakosa course kwa hizo courses zote ambazo nilitaja hapo awali. Courses ni nyingi sana na intake yetu inaanza next week. That is the 23rd to the 25th of April. Njoo, tupigie simu, tutumie message WhatsApp, tutafute kwa website yetu. Come, let us give you some career guidance. Unaweza pata, there are so many people, we can even send you to a trainer mwenye atakuelezea what exactly is going on in a certain course, ambaye pia anaweza kuadvise if you are there na hujapata course ambayo unafikiria ni marketable. We have so many trainers who can guide you, wakuongeleshe, they give you career guidance ili uweze kuchagua the course that is meant for you na uweze kuwa someone in the society. So usikae nyumbani hujasoma. Please look for a certificate, look for a diploma, look for an artisan course that you can pursue so that you can be a great person in our society today. Asante sana. Maybe what are some of the achievements that Embu College has achieved in the past years maybe? Last year specifically, as I mentioned, tuliongeza diploma in teacher education. So we pride ourselves, even before serikali phase out 844, we were still training, that is early childhood na bado diploma primary teacher education. We pride ourselves in training top-notch teachers. Na pia last year tukaongeza course nyingine ambayo inaitwa caregiver ama the assistant nurse. Assistant nurse ni msaidizi wa nurse. Na basically anachukua vitals za mgonjwa, assistant nurse ana administer dawa, nasaidia mgonjwa kuchange beddings, kuoga. Na hiyo course tukileta Embu College, we had the job market ya broad in mind. Tulikuwa tunataka kutrain wanafunzi awe caregiver wa wazungu wale ambao wame-age huko nje ya nchi na hawana watu wa kuangalia. So those are some of the achievements ambazo tumeweza kupata Embu College. Ndio tunasema ukijiunga na Embu College utasoma na utasoma vizuri. Na utasoma course ambayo for sure lazima itakupa kazi. Ndio. Asante sana. Na sasa kwa sababu umeomba wanafunzi, umeomba wazazi wanafunzi, labda mtu akitaka kuapply anatumia process gani? Ama anakuja pale shuleni kuapply pale online ama anafanya vipi? Sio lazima uingie kama kwa Embu Town. I would advise you uingie hata ujionee shule inakaa vipi. Lakini for example you are from here Meru, I wouldn't advise you to come all the way just to come see how the school looks like. So usually you just text us on WhatsApp. As I said, our number is 0721 152 709 or 0741 871 257. Text us on WhatsApp, useme hello Embu College, I'd like to join your college. Then we send you a copy of our brochure. You go through our courses. Ukipata course ambayo unaweza taka kufanya, you send us your details. We provide you with a provisional admission letter free of charge. We don't charge you for any registration fee. Admission letter na kuwekea WhatsApp.
ama nakuwekea kwa email, then you go print it out, you see the requirements, then date, kila kitu imeandikwa, the date, the school fees, the requirements. Wewe kitu utafanya tu ni kuja next week, utujoin shule, tuweze kusoma. Ndio. Na resources ziko za kutosha pale shule? Resources are there, we have desks zinatosha, madarasa zinatosha, walimu wanatosha, everything is enough in Embu College. Ndio. Hakuna courses ambazo mnapeana labda bure, mtu anapewa kama bonus? Oh, okay. Ina depend, but when you are doing something like automotive engineering, we do offer you a discount ukiamua kufanya driving. Okay. Yes. Oh, so ni ama ukifanya tu course yote ingine lakini useme you also want to know how to drive, we usually give you a student discount. Okay. Ndio. So kuna discount, kuna kuongea. Ndio. Bei ni ya mfuko wa mtu. Ndio. Bwega sana. Muretheria wa Meru TV ntikumenyekana omba kwehua ukuthuganagia bungi lakini kuringana bwanda wa manthe twino yonthe gukwira tu mwana waku na irwe na araura Embu College kengwa kaina mbere kwehua kiwata kithomo. Kwa mwaka mnakuanga na intake ngapi? 3. It is January, April and August. Ndio. Na bado mbinu ni hiyo like kuapply ni hivyo tumeni ufikie shule. You can either come ama ututumie message WhatsApp. You can even send us a message on Facebook. Tunaweza tutareply na tutakuwekea barua huko. Okay. Kwa hivyo hata pale Facebook tunapatikana. Aha, asante sana. Labda sasa utatupea ile namba ya shule tena. Mtu akitaka, kama mtu ako na swali lolote angependa kuuliza pale shule, namba ambayo angepiga ama kutext. Okay. Ndo sasa ajue itakuwa namna gani, WhatsApp number na account ya TikTok unajiita aje, Facebook unajiita aje, ndo sasa wale wanatutazama wajue. Okay. Our official phone number is 0721 152 709. Rudia tena. 0721 152 709. Na pia kuna nyingine ambayo ni 0741 871 257. Pia rudia. 0741 857 sorry kidogo. 0741 871 257. Hiyo ndo namba yetu ya pili. We are on Facebook, Instagram and TikTok. Zote tunajiita Embu College. Na Facebook tuko na groups pia tunarun ambazo unaweza request kujoin. Na bado ni sisi tuko nazo. Ukiandika comment ama unaweza post kwa group, bado tutapitia na tutakujibu. Unaweza pia kutupata kwa tovuti yetu ambayo ni www.embucollege.ac.ke. Hapo pia unaweza pata kuona courses zetu na ugenerate an automated admission letter ambayo utatumia kujoin Embu College. Maybe swali la mwisho kabisa, what are some of the do's and don'ts za mwanafunzi akiingia pale Embu College? Of course we are a drug free zone, so hujaruhusiwa kutumia madawa yoyote ukiwa Embu College. And basically even in life it is not advisable to partake in any of these drugs. They only lead to distraction. Hujaruhusiwa kuongea vibaya, kutukana na mwanafunzi mwenzako ama staff, hujaruhusiwa kuleta vita. Ndio. Yeah. Asante. Kwa sababu tulikuwa tunaongelesha vijana ama the youth. Maybe kuna vijana wako pale nje na labda alimaliza form 4 akasema sasa masomo hata si ya umuhimu, anatafuta kazi yoyote ile, anasema unajua sio lazima masomo sio ya lazima. Kuna watu wengi sana ambao wakusoma na ni matajiri. Labda mwanafunzi kama yule ama mtoto kama yule, kijana kama yule, ungependa kumwambia ni? Hata hao matajiri sahi wanatafuta mbinu za kurudi shule. Usidanganye. Don't stay at home umaliza form 4 unasema hii grade hainiruhusu kuingia university. Inakuruhusu kuingia college. Na kuna courses ambazo nimekuambia Embu College unaweza chukua hata ukiwa na grade ya E kwenda chini. Don't sit at home. Ongea na mzazi mwambie mam nimeona shule Meru TV na Embu College. Naweza ongea na wao nione zile courses naweza soma huko, ndio uchague course uje tukupeleke pole pole. And make sure umepata masomo ambayo inaweza kukusaidia kutafuta kazi ama ujiajiri wewe mwenyewe. Si lazima uajiriwe. The goal is to beat poverty. So whether you're employed or you're self-employed, you're employed by someone or you're self-employed, make sure you have the papers to back that skill. Usikae nyumbani kama hujasoma. Please come talk to us. We have a course for you and we can discuss payments. Unaweza jipanga na pesa ambayo utaweza kulipa, unaandika barua. And you start studying and you become someone in society.
Na hivi majuzi kumekuwa na maswala mengi sana ya wanafunzi sana sana wa kike kuuliwa na vijana. Ndiyo. Sijui swala kama hili mnaliangazia vipi pale shuleni? As I said, tuko na assembly kila Monday. And these are some of the things we discuss with our students through the office of the principal, the chaplain, and the guidance and counselor, together with the dean of students. We speak to our students concerning these things. And we also mentioned that we have a student council who are with you mpaka kwa hostel. So they know the issues that you're going through, and you have people who you can discuss these issues with. Lakini shule sana sana we're emphasizing on respect. Mwanafunzi aweze kuheshimu mwanafunzi mwenzake. Mwanafunzi pia aweze kujiheshimu, asijiweke in a certain situation ambayo ni compromising. As much as we are against violence, pia usijiexpose kwa situation ambayo unaweza jipata kwenye shida. So we are emphasizing a lot on respect, self-respect. Utilie mkazo masomo yako ili usiweze kujikuta in the presence of bad company. They say bad company ruins good morals. So tuna emphasize utilie masomo yako maanani ili uweze kujipata umemaliza shule and you become someone in society. But pia we emphasizing on respect. Uheshimu mwanafunzi mwenzako. Kama wewe ni raia uone mwanafunzi, mchukulie kama dada yako mdogo ama ndugu yako mdogo, usije ukafanyia kitu ambacho pia wewe kinaweza kuingiza kwenye shida. Ndio. Shukran. Kumekuwa pia na swala la watu wa jinsia moja kukuwa na mahusiano ya karibu sana. Wanaita ni LGBTQ, something of the sort. I don't know. Sijui kama kule Embu College swala hili lipo, na kama lipo labda pia mnaliangalia vipi? Litatua vipi? As I mentioned, we are a school of high discipline. Kiona wanafunzi wetu utaweza kuwajua. You will be able to tell them apart from the crowd. So for us is to talk to you. Kujulishe this is not godly, and we are a God-fearing institution, by the way. We are based in the church, and we take pride in our Christianity. So there are things they know not to do in school. Na hata dean akiongea na wao either kwa closing, opening assembly ama kila assembly ambayo nimekutajia ni ya Monday, huwa anawatajia na waambia some things are not right. Kuna vitu ambavyo zitakutenganisha na Mungu. So we talk to them, we speak to them, and we've not seen such cases in Embu College. As we are heavily invested in our studies. So kuna vitu ambavyo itakuwa ni vigumu sana kupata wanafunzi wetu wakifanya. Ndio. Shukrani. Sijui kama swala la kuinama limefika Embu ama na wale ambao maybe wanakumbwa na changamoto ya kukosa maybe chakula, kitu kama ile, kwa sababu tumeona wanafunzi wengi wengine wakikufa tu wanasema hawana kitu ya kukula, wengine akiacha shule kwa sababu labda hawana kitu ya kula. Swala kama lile sijui kama liko kule. That is where the peer counselors we are training at Embu College come in. All right. Ni kama nyumba 10. They know what is going on in every hostel. They know what is going on in every class. Kuna class unapata wanachangiana. So a student anahitaji usaidizi, anasaidiwa na chakula. Ukienda kwa guidance and counselor atakusaidia. They can even buy you a meal or two. They'll get to interact with also your parent, wajue shida ya mwanafunzi ni ipi na atasaidiwa vipi. So we are a community. Na kwetu huwezi inama. Because we are a community and you always help each other. Ndio. Shukran sana. Asante tena sana, na sitachoka kuwashukuru kwa sababu ya kazi nzuri ambayo mnafanya pale shuleni na kuhakikisha kwamba nidhamu iko juu kidogo. Kwa hivyo endeleeni vivyo hivyo. Labda maneno ya mwisho tunapomalizia. Nilivyotaja intake yetu ni next week, that is the 23rd to the 25th. Namba zetu za simu nilipeana. Please rudia tena tu. 0721 152 709, 0721 152 709, ama 0741 871 257. Text us on WhatsApp. Huwa hatuchoki kukujibu. Hata no matter how trivial the question is, sisi tutakujibu. Hata ukiuliza swali sema mimi hata sijui nitataka kusoma course gani, nitakuuliza ulipata nini KCSE, subjects ulipata nini, nikusaidia kuchagua course. Mzazi maybe angetaka kujua maneno ya school fees na vile ambavyo anaweza kulipa pole pole. Hizo namba pia anaweza kutupigia nazo simu, tutamsaidia. Usikae nyumbani kama hujasoma. I'm telling you, education is the key. Yes. Shukrani sana mtazamaji. Penzi mtazamaji, imekuwa awamu ya kuvutia sana, lakini ningekuomba tu uweze kupeleka mtoto wako pale Embu College.
wire mwana waku na arebu college tu kengwa kaina mbere kwigwa akiwatagira kithomo kia iguru na niyo ntie na bonge muri wa Meru TV twakinyawe uchokiria nkatho no tukwe wiki oni ya TV yaku kumaria tuthire na mbere kwigwa kumura tu na mbere kwa tukiambagire mubango uyu mwanka kagitani aka na anga kwira tu bwega tu na mbere kwa tuikagira kithomo no ndu tugaga kithomo ikyo rubunguro rwa uturo. Shukran sana. Asante sana kwa kuja. Asante kwa kuja Meru TV kuongea na wanafunzi na ni matumaini yangu kwamba tutakuwa na wanafunzi wengi ambao watajoin pale na maisha yao yatabadilika kwa sababu ya masomo mazuri ambao watapata pale. Asante. Kuma kiritio tukakuendelea tu tuwembe kama mwelekeo wa korote ya Baronge ni Ramsey Tinda Bwega. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871